Mwangaza waangazia nyota angani, mwezi juani, vigumu vya kesho kuyajua. Watu na tuipende amani, uhuru tupate, kama vipepeo nyuki na warukao angani. Upepo uvumao ni baraka itujiayo, hakuna mtu aitumayo. Vyotiririka vijito vikipita misituni, oh vinanong'oneza amani. Kila kukicha mie sikia haya. A burning fire, it keeps on burning, burning, burning every day. The love is like a burning fire, it keeps on burning, burning, burning every day. Sisi tunaimba reggae ya Kiswahili kwa ajili ya jamii yetu ya Waswahili kuelewa, lakini kwenye muziki wa reggae miaka yote wanamuziki wa reggae ambao wakati wanafuata njia ya rasta wamekuwa wakiongelea ital food. Ital ikiwa inamaanisha kwamba natural and processed food, ambao the best ni ile ambao unazalisha mwenyewe. Kwa hiyo ukisikiliza kwa watu wanaofuatilia reggae, hiyo sio kitu kipya. Kuna nyimbo nilitengeneza za wakulima, Twendeni Sote Shambani, ilikuwa mwaka 2003 nafikiri. Hizo nyimbo ukitengeneza zipate sana airplay. Watu wanataka tingisha kiuno sio nini. Waweza kwa unajaribu kwa uwezo wako kuchangia kuelimisha jamii, lakini watu wa media wanatuangusha. Sababu wanadai wanataka commercial zaidi, commercial manake sex au nini. Kwa hiyo hii jitihada inatakiwa ifanyike kwa umoja wetu, yani kama jamii. Wanamuziki wa reggae peke yao hawataweza, au wanaharakati peke yao hawataweza. Kazi ya muziki Tanzania, kuna watu wanaishi kwa muziki, lakini kunatakiwa marekebisho makubwa sana kwenye sekta nzima ya sanaa ya muziki. Yani inatakiwa kabisa ziwepo sheria ambazo zinailinda hii sekta. Ni sekta pekee ambayo mtu yoyote anaweza kufanya kitu chochote. Yeah. Tofauti na sekta nyingine labda ya utalii. Huwezi kwenda na lori kwenye national park. Huwezi kwenda na helicopter kwenye national park. Huwezi kufanya unachotaka kwenye national park kwa sababu kuna misingi ambayo, kuna sera ambazo zinalinda ile sekta. Kuna sheria zinazoilinda ile sekta. Lakini kwenye sekta ya muziki mtu anaweza kaingia akafanya anachotaka. Akatoa product ambayo iko low quality, akafanya corruption, akaweka redioni, akaifanya ikawa ndo hit song, hit kwenye chart ikakaa miezi 10, unaona? Kwa sababu hakuna regulations, hakuna law enforcement kwenye hiyo sector. Kwa hiyo inafanya watu washindwe kuishi. Wapo watu mamilionea ambao wamepata umilionea wao kupitia sekta ya muziki, ambao wao si wanamuziki, si watunzi, ila ni maharamia tu, unaona? Kumbe kungekuwa na sheria za dhati, watu wanamuziki wangeweza kuishi vizuri tu, na wangeweza kama sehemu nyingine duniani ambako wanamuziki ambao wanajituma, wenye vipaji,
wenye elimu, wenye ujuzi wanaishi vizuri na wanaweza kusaidia hata jamii yao. Mimi naitwa Andrea Benjamin Faustini Mpogomi. Ni mpiga ala moja inaitwa B flat trumpet au wakati mwingine inaitwa B flat cornet. Ni sawa tu, ni vyombo ambavyo viko karibu sana, japo hii cornet, B flat cornet kidogo sauti yake ni mellow tofauti na trumpet. Trumpet sauti yake iko sharp, iko high zaidi, lakini hii kidogo inakuwa kama iko nozo, ina nozo tone. Muziki anaopiga Bwana Jikoman ni muziki unaokubalika. Hapa Tanzania ni muziki kwa kweli ni mzuri, na hii huwa inadhibitisha hasa kwenye concert mbalimbali ambazo tunakuwa tunapiga. Mara nyingi mashabiki wanajitokeza wengi sana na wanaonyesha kweli kwamba muziki ule wanaukubali. Jina naitwa Amiri Matiga Koba. Mzaliwa hapa Bagamoyo. Miaka ya 87. Kawaida mimi nafanya kazi za tofauti za kisanaa. Nafanya painting, vile na wakati mwingine nafanya dancing. Na kawaida pia nafanya kama percussion katika bands tofauti. Lakini kwa kipindi hiki nafanya kazi na band moja ambayo inaitwa Free Kabisa Jikoman, na pale nahusika kama mtu wa percussion. Nafikiri muziki wa reggae una nafasi kubwa tu katika jamii ya Kitanzania, hususa ukiangalia hapo zamani na sasa hivi kidogo kuna utofauti. Watu walikuwa wanachukulia reggae kama muziki fulani labda wa marasta, au yani muziki fulani ambao kwanza ni ngumu, yani huwezi kucheza kama huna rasta. Na sasa hivi kidogo kutokana na hizi performances na nini na watu kuja kuelewa zaidi, kwa hiyo umegundulika kwamba kumbe kila mtu anaweza kucheza na anaweza kuenjoy katika muziki. Nafikiri sasa hivi una nafasi kubwa sana katika jamii ya Kitanzania. Rise up this morning, smile with the rising sun. Pretty little birds by my doorsteps, singing sweet songs. The melody's pure and true, saying, this is my message to you. Don't worry about a thing. wako ndio chombo chako. Kama mpiga gita, ukiwa hakikisha gita lake liko sawa, hizi ziko sawa, tuning iko sawa. Kwa mwimbaji mwili ndio instrument yako. Ni muhimu sana. Feel like you never do before. Feel like you never do before. Feel like you never do before. Feel like you never
mimi ni mtunzi. Ili niweze kutunga vizuri lazima nipate peace of mind, unajua? Uwe sehemu kuna utulivu, kuna vitu vinakuinspire, unapata inspiration kutoka kwenye nature, bahari na kuinspire, unaenda asubuhi baharini, unapata mawazo mapya, si ndio? Unakuwa sehemu ambayo hamna vurugu, makelele mengi. Una space unaweza kufanya mazoezi vizuri. Sababu muziki ni kama profession nyingine. Ndio maana wenzetu wengine hawa wanaosoma sayansi wanaenda kukaa mavioni huko miaka 10, miaka 20 wanafanya utafiti wa kitu fulani miaka 30. Kwa ni muziki nao pia ni hivyo. Ndio kila siku wewe unajaribu kuvumbua vitu, kubuni vitu vipya. Lakini mazingira unayoishi yanachangia. Sababu unapata inspiration kutoka kwenye mazingira yako. Kama ukiwa ni mtu wa kwenda kushake kila siku usiku unaenda kwenye clubs, huwezi kupata idea nyingine zaidi ya kutengeneza nyimbo kwamba sogea tucheze, tushikane, sisi tufanye nini. Lakini kama unakaa unaona watu wa kawaida wana maisha yao ya kila siku, unapata inspiration ya kuandika nyimbo hata kuhusu chakula au kuhusu maisha ya kumpendeza Mungu au ya kuishi kwa harmony na uumbaji, nature nini. Unapata kutokana na mazingira yanaathiri utashi wako na ubunifu wako. Kulingana na umiti, kuna watoto wadogo, kuna wakina baba, kina mama, sita vijana, nguvu kazi ya taifa ya Tanzania. Jikoman, kama mwanamuziki wa reggae unaweza kumuelezea vipi? Nafasi yake ni ipi katika jamii ya Tanzania? Nafikiri ana nafasi kubwa. Kwanza ukiangalia ni ukichukulia tu zamani na sasa hivi kidogo kuna tofauti mkubwa. Yaani yupo kipaumbele yani katika kutetea muziki na kuupa sifa zaidi kwa Tanzania. Sababu kwa Tanzania mimi hapo zamani sikuwa nasikia yani ladha ya muziki kama wa reggae yani kwa Tanzania ambao uko punch au uko kwenye standard fulani, lakini Jikoman ameweza kubadilisha na kufanya watu waupende. Kwa hiyo nafikiri ana nafasi kubwa katika kubadilisha yani kutoka ule uzamani kuja kwenye usasa, watu kuupenda na hata pia vijana wengi nao wanaingia katika nao labda wanataka wafanye reggae, wama katika muziki ambao walikuwa wanafanya zamani nao wanataka kufanya reggae ili nao waweze kuonekana zaidi. Muziki wa reggae unabeba ujumbe mbalimbali, lakini sana huwa reggae asili yake ni ujumbe wa kumkomboa mwanajamii kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kumkomboa hasa kwa njia ya amani, kumkomboa kielimu, kumkomboa zidi pengine ya malazi. Kwa ni muziki ambao tu unabeba jumbe mbalimbali ambazo zinaizunguka jamii. Mimi kitu ambacho naweza nikaelezea juu ya huu mwanamuziki ni kwamba ameuvaa uhusika wa wanamuziki, kwa sababu kwanza ni mtu ambaye anapenda amani kama jinsi ilivyo asili ya muziki wa reggae. Asili ya muziki wa reggae ina maana mwanamuziki wa muziki wa reggae lazima ni mtu mwenye amani, ambaye hana majivuno, hana mbalimbali, yani hayuko mtu wa vurugu za hapa na pale.
unafikiri kazi ya muziki kwa Tanzania inaweza ikakidhi mahitaji ya kila siku? Inategemea labda na jinsi gani au tufanye jinsi gani, yani au show zenu mnazifanya vipi ili kupata ile income kidogo, sababu ni ngumu kwa sababu huwezi ukafanya show kila siku. Kwa hiyo ni lazima ufanye show upate hela. Kwa hiyo kama unakuwa unategemea show hivi pia kwa Tanzania nafikiri ni ngumu pia. Kwa hiyo inabidi pia msanii kama msanii angalau uwe na kazi ambayo inakushika hivi pembeni. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi ya muziki, unapata kidogo ambacho kinaweza kikakutosheleza, unaona labda kinafaa. Niko na pia kazi zako za pembeni ambazo zinakuingizia. Nafikiri hilo ni muhimu kwamba kuwa na kazi pembeni kidogo baina ya muziki pia. Kwa Tanzania muziki naona bado kidogo kusema unalipa, yani inahitaji uvumilivu zaidi. Lakini kwa mimi yani naona bado kidogo. Tanzania bado. Mimi sioni kama wanawapa sana watu wa reggae kipaumbele, sana bongo flavor na muziki mingine, na kutokuipa hivyo nafikiri sijui labda kwa sababu ya tafsiri. Kwa hapa kwetu mimi ninachokifikiria kwamba bado watu hawajafahamu vizuri music yenyewe ni nini. Wanafanya music kama music, wengine tu wanafanya hawana talanta. Ndio maana unajikuta kwamba hata wao wengine ambao wanajaribu kupromote music unakuta kwamba hawako upande wa, hawajui sana kuhusu music. That's why unakuta kwamba wanainua music mingine, wanaacha muziki ambayo kwamba wangekuwa ni watu ambao wana talanta na watu ambao wenye upeo mkubwa kuhusu music wangepromote reggae. Sababu reggae nafikiri ni kati ya music ambayo inapigwa duniani na inapendwa sana na watu, lakini sasa sielewi hapa nchini kwetu kwa nini inakuwa hivyo. Nafikiri tu ni uelewa mdogo kuhusu music. Muziki wa Tanzania una tatizo fulani. Unaweza ukawa mwanamuziki tu mzuri, pengine ikashindikana sasa kupata promoter ambao wanaweza wakaupromoti muziki wako katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Hiyo inawezekana ikawa nao ni tatizo kwamba Tanzania bado hapajawa na watu ambao wako committed hasa wa kuweza kujikita kimuziki, makampuni mbalimbali kwamba yaweze kweli kujitambulisha au kutambulisha muziki fulani. Hilo nadhani inawezekana kabisa, ni moja ya tatizo ambalo linafanya watu wengi labda wale ambao wako mbali na Jikomani, labda watu wa Songea, watu wa Kigoma, inawezekana kabisa kwamba hawamfahamu. Kilimanjaro Awards imewadumaza wasanii. Sidhani kama kuna Mtanzania ameachieve zaidi ya Huku za Awards. They never consider him even once. Unaelewa? Wale ndio role models. Mtu kama yule anapata award alafu wanamuelezea huyu jamaa amepewa udaktari, doctorate degree na university kubwa. Unaelewa? Ingewa inspire upcoming artist. Unaelewa? Sasa unapompa award mtu ambaye ni local star, kwa hiyo watoto wote wanaokuja they want to be like him. Kwa hiyo nobody anafikiria kwenda beyond that. Mtu anataka tu atoke tap awe bongo star. Lakini wale watu ambao wamevuka wangekuwa wanaletwa wale, alafu watu wanaonyeshwa, alafu wanapata inspiration. Unaona? Kwa hiyo everybody anataka kuwa superstar wa bongo, kwa sababu that's what ile award ina portray. Lakini kuna Watanzania ambao wame break through.
ambao wako international, ambao wangeweza kutuinspire sisi tujitahidi tufike kwenye level zao. Kwa wangeweza kufanya muziki wa Tanzania ukue zaidi. Huyo ni mmoja. Kuna mtu anaitwa Carola Kinasha. Carola Kinasha tayari ameshafanya project na kina Chiuniso kutoka Zimbabwe, wale musician wakubwa yani. Mary Boyne sijui kutoka Norway. Na almost every summer anaenda kufanya shows Europe kwenye Mela Festival, big festivals Europe. Hawa watu wawaonyeshi wale watu. Kwa unafanya unasaidiaje jamii? Wale ndio wangeweza kuinspire other female singers. Wasema na sisi tunataka tuwe kama dada Carola, na sisi tunataka tuende kwenye tour Europe. Tukafanye projects kubwa. So these people, they're killing it. They're killing the industry. They're not helping. Hasa nini kifanyike nadhani kwa maoni yako? Mimi ninachofikiria ni serikali. Sababu wao ndio watunga sera, si ndio? Wao ndio wana authority. Industry hii pia ipewe kipaumbele kama industries nyingine. Unaona? Kama ilivyokuwa tourism industry au mambo ya madini yanavyopewa kipaumbele, na industry ya music ni madini pia. Bora nende uhamishoni, awatesi nisiwaone, wanionea wasinione, wanisakama wasinisakame. Kuna maharamia ambao wapo kwenye music industry. Wao hawataki sasa cooperate na hao ambao exposed musicians, hao ambao watu wana knowledge. Wao wanataka kuwatumia tu wadogo zetu. Wanawaabuse wadogo zetu. Wanawatengeneza masuperstar, wanawafundisha kudress, kutoboa masikio, kujichubua kidogo, kubadilisha nywele kidogo, kutembea, kushusha suruali kama inataka kudondoka nini, wanawatengeneza wanakuwa mastar. They are using them. Wanatoa album, ina hit song yao kwa wiki 3, wanachukua, wanauza, wanachukua wao hela, wadogo zetu wanapewa hela ndogo. Yaani industry nzima, au maharamia pia wangetakiwa wawe identified. Kwamba maharamia ni fulani na fulani na fulani. Kama ikiwezekana wapelekwe hata mahakamani wakashtakiwe. Tutakuwa wakimbizi tu wa kimuziki. Tutaacha kufanya kazi nyumbani kwetu, tutakuwa wakimbizi tuende kufanya kazi nje ya nchi, ambayo sio fahari ya taifa letu na wala sio fahari yetu sisi. Hatujisikii fahari mtu kila saa unakimbia kwenda kufanya kazi sijui wapi huko Scandinavia sijui wapi, wakati kwenu wapo watu na watu wanahitaji muziki na watu wako tayari kulipa kwa muziki. Sio kama watu hawanunui CDs au watu hawezi kuingia kwenye gigs. Tanzania watu wanafanya, wanaweza. Yeah. Na tuna population kubwa sana. Mimi nafanya kazi zangu Finland, lakini kule population ni watu milioni 5, ni Dar es Salaam yani. Unaelewa? Lakini unafanya mtu kazi ya muziki na unapata kipato cha kuweza kukidhi haja zako, si ndio? Watu wako ngapi? Milioni 5. Sisi tuna watu milioni ngapi? Kama kweli tungeweza kuinvest kwenye hii sekta ya muziki. Bora nende uhamishoni, awatesi nisiwaone. Kwa hiyo no Kilimanjaro Award. It will be there for them kwa sababu sio kwangu mimi. Yeah. I cannot stop them. Unajua? And I cannot debate with them. I cannot argue with them. Lakini I don't want to be part of it. Bora nende uhamishoni, awatesi nisiwaone. Watu wajitokeze kuweza kufanya biashara na bendi ya Jikoman, kufanya biashara ya kudumu na bwana Jikoman, kupromoti muziki wake katika sehemu mbalimbali za Tanzania, za Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo tunawakaribisha watu mbalimbali wenye nia ya dhati, wenye bidii katika kuweza kutangaza muziki, bali hata kama sio muziki tu wa reggae, hata muziki mbalimbali, watu au makampuni yapatikane yenye nia njema. Wana muziki yale sio makampuni au watu wababaishaji. Bora nende uhamishoni,
hawatesi nisiwaone, waniendea wasinione. Oh why, oh why, oh why, oh why, oh why, oh why, mask and why, mask and why, wanaona sisi watulivu, wanadhani sisi wapumbavu, wanaona sisi wavumilivu. Walisema twajipendekeza, wao tayari walishatutelekeza. Nasema sasa eti tunaringa, wanapanga kutuangamiza. Huseni, wafunga chumba? Si ndio yule mlango wetu wa kuingilia mkubwa? Passport. Wale jambazi. Driver. Nyuma yote. Yeah. Oui. Our district is a, huge, biggest vegan, so that's why we just built this new building. Yeah, that's it. So come on. Mzarau kwao ni mtumwa, mzarau kwao ni mtumwa, asiyejua tokako hajui anakokwenda, asiyejua tokako hajui anakokwenda. Mzarau kwao ni mtumwa, mzarau kwao ni mtumwa.
me have to tell them, me want them, me have to want them. Them wicked have to run when the righteous are come. Them wicked have to tremble when the righteous are rumble. Me tell them, me have to tell them, me want them, me have to want them. Them wicked have to run when the righteous are come. Them wicked have to tremble when the righteous are rumble. Me say Afro reggae, some of them get vexed. Them don't know reggae history, they don't know where it from. It's all about power to African mission. A prophet Marcus Garvey, redemption vision. A thanks and nices to the King and Zion. Asali wazee. Useni sindomo. Mimi naitaka ile Okay, so the mayor wishes that you say something, in Kiswahili, so that people can see that this is very similar to our own language, Maore. Please, come on. Asante sana, Maore. Marhaba, merci.
Voilà, ça veut dire tout simplement merci. Bon, je parle pas Swahili, mais je connais quand même. Mwendo hapa Swahili ona shumaore waskara la sana mbali. Hatu ni Swahili be mwana Swahili mtiti, mana Swahili titi. So just for him to understand that the mayor was saying that he wishes that people stay and welcome you as we invited you in Mayotte, because he knows that people in here like Mgodro, that is the local rhythm. But you sing reggae, you play reggae, and he wishes that people stay and, you know, just welcome you. Yeah, thank you. Asante sana. Nana Pro DJ, Beji Komani, Duo, Madrid. Oh,
stationery tukaprint program. Alafu balale. Najiandaa kwa sound check tayari kwa onesho jioni ya leo. Vipi mtazamo wa leo? Positive energy ya kweli. Kwa sababu jana show ilikuwa kuna watu jana walifanya vizuri sana na tunajua ma sound engineer ndio wale wale na musician ndio sisi wale wale, kwa tunajua na leo itakuwa positive. So ladies and gentlemen, Chikoman from Tanzania.
set me free.